Angalia jinsi wananchi wa Irani walivyojipanga maeneo nyeti ili kulinda rasilimali za nchi yao. Hii imetokea baada ya Rais Donald Trump kutishia kwamba kama Irani isipofikia makubaliano, basi angeweza kufanya mashambulizi makali na kubomoa madaraja, gridi za umeme na maeneo mengine nyeti ya nchi hiyo na kuharibu uchumi wa nchi hiyo. Basi wananchi wameamua kujipanga maeneo nyeti, ikiwa ni pamoja na madaraja, sehemu za kuzalisha umeme kwenye gridi za umeme na maeneo mengine nyeti, wakiamini kwamba kwa kufanya hivyo basi Rais Donald Trump anaweza kaamua kusitisha kufanya mashambulizi hayo. Basi tuangalie. Lakini pia kuna wale ambao wanaamini kwamba hatua ya Rais Donald Trump kutishia kwamba angeweza kufanya mashambulizi ambayo hayajawahi kutokea, labda ni ishara kwamba Marekani inaona kwamba juhudi ambazo imezifanya tangu ilipoanza mashambulizi haya yakishirikiana na Israeli, ni kwamba juhudi hizo pengine hazijazaa matunda ambayo walitarajia, na Irani imeonyesha kusimama imara na kulinda taifa lake na kulinda wananchi wake na rasilimali zao na kujibu mashambulizi kwa kiwango ambacho pengine Marekani na Israeli hawakutarajia, na pengine wanaona kwamba hii vita inaweza kuchukua muda mrefu sana na hata kuathiri uchumi wao. Na ikumbukwe kwamba Irani kwa kiwango kikubwa inadhibiti eneo la Hormuz, ambayo ni njia muhimu sana ya kusafirisha bidhaa na hasa mafuta kuelekea maeneo mbalimbali ya dunia. Na kitendo hicho, ikizingatiwa pia kwamba kuna kiwango kikubwa sana cha mafuta kinachotoka katika eneo hilo, nchi za Mashariki ya Kati, na kitendo cha Irani kudhibiti eneo hilo kinafanya mafuta hayo yasitoke kwa kiwango kinachotakiwa. Na uchumi ukiharibika, ni kwamba siasa ndani ya Marekani zinakwenda kuathiri sana uongozi wa Donald Trump au uongozi wa chama cha Republican, na ikizingatiwa kwamba kuna chaguzi ambazo zinakaribia kufanyika hivi karibuni mwaka huu, miezi michache ijayo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba pengine watu wanaamini kwamba labda pengine Rais Donald Trump anaona kama kwamba amebanwa, ni kama hana namna nyingine, pia hana namna nyingine ya kuweza kuwalazimisha serikali ya Irani kuweza kukubaliana na kile anachokitaka yeye. Lakini Irani wao wanasema kwamba sio walioanzisha vita, walivamiwa na Marekani pamoja na Israeli, na wanachokifanya wao ilikuwa ni kujilinda, na kwamba wataendelea kutetea utaifa wao hadi mwisho. Ni hali ambayo kwa kweli kwa kiasi fulani inatisha, na ni vigumu sana kujua kwamba itaishia wapi, itaishia vipi. Lakini tunachojua ni kitu kimoja, na wanauchumi wanajua vizuri zaidi, kwamba vita hii kama ikiendelea kwa muda mrefu, ikiendelea labda kwa mwezi mmoja, miezi miwili, dunia tunayoiona, uchumi wa dunia utayumba kwa kiwango kikubwa sana. Na kama Irani itashambuliwa, madaraja yakishambuliwa, na Irani kaamua kujibu kwa kushambulia vituo vya uzalishaji wa mafuta na vitu vingine katika eneo la nchi za Mashariki ya Kati na huko Israeli, ni kwamba hii inakwenda kuharibu uchumi wa dunia. Na wachumi wanasema kwamba inaweza kuchukua miaka mingi, labda miaka 5 au zaidi, kuweza kurudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo ni hali ambayo inakwenda kumwathiri kila mtu, kila mwananchi ataathirika. Ni hali ya kuiangalia kwa karibu.